Sasa haya ni yapi haya? Kisha sisi tukisema mwatulaumu, mwasema sijui tukosoa watu, hatuna heshima, sijui ni vipi. Tukiwaambia Abdullah Humeidi sijui ndo Hemedi, haelewi anachokizungumza, wala hajui maana ya elimu ni nini, wala hajui mafundisho ya dini, mwasema sisi tuna makosa, hatujui, sijui rudi ukasome, sijui nini. Kwa hiyo kusoma ndio huku. Hebu sikizeni, baada ya mwenzake mlinganizi wa dini kuzungumza aliyozungumza yeye, sasa sikizeni kauli zake. Baada ya hapo sikizeni hii clip. Ina ambaye imefikia daraja hiyo ni yeye peke yake au wao peke yao. Ndipo pale Muislamu huyo hujitazama yeye, pengine na wenzake labda wawili watatu au kadhaa, walioongoka ni wao tu peke yao. Haya, albaquna dhullal, albaquna haulai ahlu dalala kulluhum dallun, wote wapotofu hao. Tena usema wazi wengine hasa katikati, haula dalluna mudilluna, hao wampotea. Sasa ikiwa hao walipotea, aina almuhtadun? Pengine hawezi kusema wazi wazi, rubama istihyaan, lakini lisanu alhal ndio inayotuambia kwamba jamani, mimi ndiye sahibul hidayati, mimi ndiye almuhtadi, mimi ndiye ambaye nafsi yangu ambayo ni zukiyat, mimi niko juu, mimi niko na hidayah, mimi niko. Sasa hawa wengine hawa wote hawa wako chini, wamepotea, hawajafika. Ni lazima hawa wafanye bidii, tena pengine hata hawawezi kufika, watabaki kule kule tuliofika sisi. Ikhwani, hii ni hatari kubwa, maana fikra hizi ziko, si kwamba tunazungumza kwamba haziko. Fikra hizi ziko za baadhi ya watu kudhani kwamba nafsi zao zimepata taskia, imani zao zimefika daraja za juu za hidayah. Hamna mwingine aliyefika daraja hizo. Si lazima kwamba akae atangaze, lakini vitendo na maneno yanayozungumzwa yanafahamika. Walabibu takfi al-ishara. Wewe ukishakuja ukasema hawa wote wamepotoka, maana yake ni maana uliongoka wewe peke yake. Na mara nyingi utawapata mahizbi, kwa vile awamu waheshimu wanaovioni hawa wakubwa, wakijinasibisha na nani? Kina Ibn Baz, Ibn Uthaymeen, si sana al-Albani hasa huku kwetu, lakini Ibn Baz, Ibn Uthaymeen mara nyingi utawasikia. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala aliulizwa swali nzuri sana, ما تقول في من تسمى بالسلف والأثري هل هي تزكية؟ mtu akajiita salafi athari, je huku ni kujitakasa? Sababu wakati mwingine watu waambie nyinyi mjitakasa, mjiona nyinyi ndio mko sawa kabisa. Mwanzo wewe kuwa na hili jawabu, mtu akwambia mjiona nyinyi mko sawa kabisa, kumwambia wewe unafikiria vipi? Yani wewe wadhania mimi ngelikuwa salafi kama sijui niko sawa, wewe wafikiria mimi nabahatisha kama wewe? Mimi nimekuwa salafi kwa sababu sina shaka kuwa niko sawa. Kwa wajiona wewe ndio uko sawa peke yako, ndio hivyo, si ati najiona. Nasema hivyo kwa hii manhaj ni haki na hakuna makosa ndani yake. Kwa nini ulikuwa unataka vipi? Sasa sijui ataitafsiri vipi aya ya Mwenyezi Mungu inayosema fala tuzakku anfusakum, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa, subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu hayo si maneno ya mtu, ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii amri imekuja mutlaqan, ni kwa kila mtu, kila mtu, hata mtume ilikuwa yamuhusu. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Hebu tuangalie wanafik wakati wamemzulia Aisha radhiyallahu anha. Aisha radhiyallahu anha, mke wa mtume, walipomzulia yale walomzulia, Mwenyezi Mungu akateremsha aya akasema nini? innal ladhina yuhibbuna an tashia alfahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungu ni mjuzi zaidi wa waja wake, nyinyi hamjui kitu. Rubama yule unemsema hafai, hana maana, hajielewi, ikawa yeye ni bora zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kukuliko wewe. Leo unakuja kuhukumu vitu tu. Muangalieni vizuri huyu shekhe lenu huyu Humeidi mnayemuita shekhe, kwa sababu hana hata ile hadhi ya kuitwa shekhe, sababu hata mafundisho ya Qur'ani yuenda nayo kinyume. Hajui hata maana ya ulinganizi ni kitu gani. Ajirekebishe, mwambie sisi hatutaacha kusema mpaka aache.